Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala ashrafil makhluqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tukiwa tupo katika muendelezo tena wa darasa zetu hizi za Waislamu hususan kina mama, na tunaendelea tena kuwakaribisha wapendwa wetu wasikilizaji na wafuatiliaji wa darasa hizi katika Kivorande TV. Tukiendelea tena leo katika sehemu yetu nyingine tena tofauti, na tunaendelea na swali nambari 8. Swali namba 8 lasema namba 8, hal yajuzu an yakhaluwa nikahu min almahar kama yadda'i dhalika ba'dhu nnas. Nakuja hivyo auliza shekhe, hal yajuzu an yakhaluwa nikahu min almahar kama yadda'i dhalika ba'dhu nnas. Je, inajuzu inafaa an yakhaluwa nikahu min almahari, kuiepusha ndoa kutokamana na nini? Na mahari. Kama yadda'i dhalika ba'dhu nnas, kama wanavyolidai hilo baadhi ya watu. Jambo hili lafaa kufikia hatua kwamba mahari unaiepusha na sala zima la ndoa. Jambo hili lafaa? La yajuzu dhalik, hali juzu, halifai jambo hilo. Faqad qala Allahu ta'ala, akamwesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, wa atun nisaa sadaqatihinna nikhla, wapeni hao wanawake mahari zao kuwa ni vipawa. Waqal, na akasema tena hali ya kuwa ametukuka, wa atuhunna ujurahunna, wapeni hao wanawake mahari zao. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na akasema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, iltamis walau khataman min hadid, tafuta walau pete ya chuma, tafuta walau pete ya chuma. Yani hata kama kitu hakina thamani kiasi gani, lakini kitafute kuwa ni kipawa kwa mke unayetaka kuoa. Rawahu Shaykhan. Wa aidan, na vile vile inasemekana fakhulubu nikahi min almahar, kuiepusha ndoa, kuiepusha na mahari, min khususiyati nabii sallallahu alayhi wasallama, ni katika khususiyati za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni mambo yanayomhusu mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Fala yasughu lana an nukhuliya nikaha min almahari, haifai kwetu sisi kuiepusha ndoa, kuiepusha na nini? Na mahari. Kwetu sisi haifai. Ikafikia hatua labda kidume na pesa zake, amefikia hatua anakwenda kuoa kwenye nyumba ya watu, kidogo hali zao ni duni kimaisha, maskini, akenda akamuuliza mtoto wa kike, haya tuambie wewe mahari yako wataka nini? Mimi nitaka kitanda na godoro. Ni mtu mwenye pesa zake mashallah. Hasa mtu akitajiwa kitanda na godoro ambacho kina thamani ya 500,000, 600,000, 400,000. Hasa wewe unataja kitu cha 500,000, 600,000, 400,000. Mimi napenda kukwambia kitu kimoja. Swala la mahari, hebu achana nalo. Mahari yako si kitanda na godoro. Achana na hizo habari bwana. Mimi nitakununulia nyumba, nitakujengea gari. Si kama ni mahari. Yani ataka ili swala la mahari lifanyeje? Liondoke. Sawa? Kwa ni jambo ambalo halitakikani. Kwa sasa swala la kumnunulia nyumba mwanamke, kumnunulia gari na mwanamke, hiyo itakuwa tunaita ni hidayah. Umejalia kwamba hiyo ni tunu, mwenyewe umeamua kumtunukia, lakini swala la mahari liko pale pale. Pameleka? Akhi, mal mahru shar'an, ndugu yangu, ni nini mahari katika sheria? Hii mahari hasa katika sheria ni nini? Almahru shar'an ismu malin wajibin ala rajulin binikahin au wati shubha. Sawa? Mahari katika sheria, ismu malin wajib, ni jina la mali yenye kupasa,
ala rajuli, tena kupasa kwenyewe ni kwa mume, binikahina au wati shubha, kwa kuoa, ina maana kumuoa mwanamke, au wati shubha au wati wa shubha. Mahari ni mali inayostahiki kwa mume. Mume yule ana haki ya kuweza kutoa mali yake ile kwa ajili ya kumpa mwanamke ambaye amekusudia kumuoa, au mali ile aitoe kumpa mwanamke ambaye kidogo kumepatikaniwa watu shubha, amelala naye kimakosa kwa kufananisha kama kwamba ni nani, ni mke wake, au mauti li zawjain au ahadihima, au kufa kwa mke na mume au mmoja wao, au mauti li zawjain, au kufa kwa mke na mume, au ahadihima, au kufa mmoja kati yao, fi tafwid, katika kuiegemeza mahari. Wakati mwingine pia vile vile mahari inakuwa ni nini? Wakati mwingine inakuwa tafwili. Pameeleweka vizuri kwa makini eh? Wakati mwingine mahari inakuwa nini? Inakuwa ni tafwil, inakuwa ni yenye kuegemezwa. Ile mahari yaegemezaje mahari? Tuelewana eh? Wakati mwingine mahari yaegemezwa. Yaegemezwa vipi mahari? Ni mke anataka kuolewa na mume, lakini yule mume anayetaka kumuoa tayari uwezekano wa kumpa chochote akitakacho mke anao, na mke naye akaulizwa, haya tuambie, labda mahari yako wewe ni nini? Akamwambia mume, wewe chochote ulichokuwa na uwezo nacho, unachokiona kwamba kinafanana na mimi kwa ajili ya jambo hili la ndoa, basi unaweza kutoa. Hii ndio inaitwa nini? Tahwil. Kwa hiyo hii inatakikana vile vile kufanyaje? Kutolewa. Kwa hiyo ala kulli hal, kinachotakikana mahari haitakikani kuiepusha na swala zima la nini? La ndoa. Na watu ushubha tuliozungumza hapa ni mtu kwa bahati mbaya labda amekwenda safari. Baada ya kwenda safari kamwacha mkewe nyumbani kwake. Baada ya kumwacha mkewe nyumbani, yeye akaendelea safari yake, labda ya siku 3, ni ya wiki, ni ya mwezi, ala kulli hali yajulikana. Sasa wakati wa mwisho wa kumalizika kwa safari yake akawa anarudi nyumbani kwake. Kurudi nyumbani kwake, labda huenda ikawa labda mawasiliano, sasa hivi watu wanatumia sana mawasiliano huenda ikawa yamekatika kwa bahati mbaya, hakuna mawasiliano. Anaondoka anakuja zake moja kwa moja mpaka kwake nyumbani. Akifika kwake nyumbani, wenyewe ameshazoea mlango ukiwa wazi, basi anaingia mpaka ndani ya nyumba. Akishakiingia ndani ya nyumba, anafungua mlango wa chumbani, anaingia. Akimkuta mama Abdallah amejilaza kitandani, yeye kama itakuwa labda hamu ya kunywa maji ya kunywa imemkaba sana, yeye hana haja ya kuuliza mtungi wa maji uko wapi. Sawa, yeye haulizi mtungi wa maji uko wapi. Yeye ni moja kwa moja anachukua kikombe tu na kuteka maji na kufanyaje? Na kuyanywa. Yani ni wenyewe washazoeana, wamezoeshana hivyo, kama mfano wa jogoo na kuku mwenzake watu wakikutana tu basi hakuna mabusu wala nini, shughuli inaendelea, hakuna mpangilio. Kwa hiyo sasa ikawa hiyo ndio tabia yao. Kwa hiyo bwana mkubwa yule, baada ya kuona kwamba sasa amesharudi nyumbani kwake, kufika nyumbani, mama Abdallah naye kidogo amepata safari ya kwenda sijui kwa nani huko, hajajua kama mzee anarudi. Akamwambia rafiki yake, jirani yake, ndugu yake, mtoto wake, njoo pumzike hapa, sawa, mpaka nitakaporudi nitakugongea, nyumba haina mtu. Akaingia kitandani naye akajipiga ushuka. Kwa hiyo baba Abdallah alivyokuja, yeye hakutaka kujua ni nani aliyekuwa kitandani, akajua huyu ni mke wangu naye sawa, akaendelea na ibada. Sasa mpaka baada ya muda kajajulikana kwamba kumbe sio mkewe. Kwa sasa hii pia vile vile inapasa kuna kiwango ambacho atakiwa utoe kwa ajili ya watu shubha. Umeeleweka wallahu wa rasuluhu aalam. Ndio kuna swali? Umeeleweka? Hakuna swali? Haya basi inshallah tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.